Siri zinaanza kwa tukio la kushangaza sana. Tunamwona Joyce Gomora akiwa kwenye mazishi ya mume wake Jonas. Akiwa amesimama mbele ya jeneza, anasema kwa hasira kuwa mambo yangeweza kuisha tofauti. Ulijiona bora sana na angalia sasa ulipo. Alafu anatoa bonge la tusi, you mother. Hapo swali kubwa linaibuka. Nani amemuua Jonas? Sasa series inaturudisha miaka 5 nyuma. Jonas ni CEO tajiri sana aliyefanikiwa kutoka maisha ya umaskini mpaka kuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa nchini. Kwa nje anaonekana kuwa mume bora na baba wa familia mzuri sana, lakini nyuma ya pazia anaishi maisha asili sana, akiwa na wanawake wengi na familia zaidi ya moja. Mke wake Joyce amejitolea maisha yake yote kujenga familia yao na kulinda heshima ya ndoa yao, lakini siku ambayo alitarajia kusherehekea miaka 20 ya ndoa yao, Jonas anamshangaza kwa kumpa talaka na kumtangaza mwanamke mwingine aitwaye Matipa kama mpenzi wake mpya. Joyce anavunjika moyo sana na kushangazwa sana na tukio hilo. Sasa long story short, siri za Jonas zinaanza kufichuka moja baada ya nyingine. Inagundulika kuwa Matipa naye si mwanamke wa kwanza katika maisha yake. Kuna wanawake wengine ambao amekuwa nao na akiwadanganya kwa miaka mingi. Baadhi yao wamezaa naye watoto wa siri ambao familia yake rasmi haikuwa kujua. Watoto wake Menzi na Mpume wanaanza kugundua kuwa baba yao si mtu wanaweza kumwamini na yule ambaye alikuwa ni shujaa. Kila siri mpya inaharibu zaidi familia yao. Wakati huo Jonas anaendelea kuamini kuwa pesa na madaraka yake vinaweza kumlinda dhidi ya matokeo ya matendo yake. Lakini hali hii inabadilika. Joyce ambaye kwa miaka mingi alivumilia usaliti na fedheha, anafikia hatua ya mwisho ya uvumilivu wake. Hasira yake inageuka kuwa mpango wa kisasi kwa muda mrefu. Wakati Jonas akiendelea kuwatesa watu waliomzunguka, Joyce anaanza kupanga jinsi atakavyomwangusha Jonas moja kwa moja. Sasa Jonas anaanza kupoteza kila kitu. Marafiki wanamgeuka, familia inamchukia, biashara inaanza kuyumba. Hata ndugu yake wa karibu Magesh anaanza kuhoji kama anastahili tena kuendelea kumlinda au kumtetea, lakini inakuwa ngumu. Kisha afya ya Jonas inaanza kudhorota ghafla. Mwanzo hakuna anayejua sababu. Watu wanadhani ni msongo wa mawazo au laana ya matendo yake, lakini baadaye ukweli wa kutisha unafichuliwa. Kumbe Joyce alikuwa ameandaa kisasi chake kwa muda mrefu sana kupitia mnyororo wa matukio aliyopanga kwa siri. Alishafanya attempts nyingi sana za kumaliza, kumwekea sumu kwenye chakula nini, lakini vilishindikana. Ila Jonas anakuja na ambukizwa HIV bila kujua, baada ya kulala mwanamke ambaye Joyce alimlipa akalala naye kwa makusudi ili apate maambukizi ya ukimwi, jambo ambalo linaanza kumwangusha taratibu Mr. Jonas. Sasa imagine, yule mwanaume aliyekuwa kidhibiti kila mtu anakuwa dhaifu ghafla, mgonjwa, hali mbaya na mpweke na asiye na msaada tena. Wanawake aliyowahi kuwachezea wanaondoka mmoja baada ya mwingine. Watoto wake hawamwamini tena, mali zake haziwezi kumwokoa, nguvu zake zinaanza kutoweka, na hatimaye Jonas anakufa. Katika mazishi yake, karibu kila mtu ana maumivu tofauti kuhusu mtu huyo. Wengine wanamchukia, wengine wanamhurumia, wengine wanajuta kwa nini walikaa naye muda mrefu. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba ukweli wote kuhusu maisha yake ya siri hatimaye umewekwa wazi. Lakini huu sio mwisho. Kuna jambo ni kama linaenda kuibuka tena. Baada ya Joyce kufikiri ameshinda vita dhidi ya Jonas, anaona mwanae Menzi akianza kuonyesha tabia na dalili zile za baba yake. Menzi anaanza kuingia kwenye mahusiano yale ya siri na kufanya makosa yanayofanana na baba yake Jonas. Hapo siri zinatupa ujumbe mzito: kumshinda mtu si lazima kuvunja mzunguko wake, kwa mzunguko wa tabia zake. Je, Menzi anaenda kurithi mizigo na pepo la baba yake, ama yeye ndio mzito zaidi ya baba yake? Huenda tukawa tumeandaliwa mazingira kupata mwendelezo wa season 2. Leo sina mengi sana, asante kwa kunisikiliza. Hii ni Soft Movie Recaps. Until next time, ciao.